Kama kuna mtu atakuwa anabisha kwa Diamond Platnumz sio Godfather ama sio msanii na pamoja East Africa, atakuwa na chuki zake binafsi. Kwa nini nasema hivyo? Mimi nataka tuzungumzie mwezi huu Oktoba peke yake. Achana na miezi yote ya nyuma, kusijui achana na Januari, sijui miaka yote ya nyuma yake pembeni. Alafu tuzungumzie mwezi huu Oktoba ambapo Diamond mpaka hivi sasa ameachia ngoma 3. Ameachia Nani, ameachia Msumari, ameachia na Sasampa ambayo imetoka juzi kati tu, ambapo kwenye hizo ngoma zote 3 collaboration ni moja, na ama piano ama sound nyingine ni sound tofauti na Bongo Flava ni moja, ni hiyo Sasampa. Ambapo Msumari ni Bongo Flava pure, Nani ni Bongo Flava pure, Sasampa ndo unasikia sound ya piano. Na ukiangalia kwenye ngoma hizo zote 3 Diamond Platnumz mpaka hivi sasa kwenye mtandao wa YouTube zimekuwa ni ngoma ambazo zinafanya vizuri ile kinoma noma, na zote zina viewers zaidi ya milioni 1. Yani ukiingia kwenye YouTube ukiangalia hizo ngoma zote 3 zilizotoka mwezi huu zina zaidi ya viewers milioni 1. Ukiachana na viewers, tangu zimetoka hizo ngoma zimekuwa ni ngoma zinashindana zenyewe kwa zenyewe. Yani ukiangalia trending unaiona Msumari, unaiona Nani, unaiona Sasampa. Yani ni ngoma 3 ambazo zimekaa pamoja zinafuatana. Ambapo nakukumbusha wakati Diamond anatoa Sasampa ambayo imetoka hivi karibuni tu hapa, Alikiba aliachia kazi, Harmonize aliachia kazi, wasanii wengi waliachia kazi, lakini yeye Sasampa yake ikawa ni ngoma bora, ikawa ni ngoma ambayo inasikilizwa sana, ina hit ile kinoma noma. Ina prove kwamba yeye ni nani kwenye muziki wa East Africa. Inaonyesha kwamba jinsi gani Diamond Platnumz ana watu wengi ambao wanamfuatilia, ana watu wengi ambao wanapenda kazi zake. Na ukiangalia ngoma kufanya vizuri ndani ya muda mfupi ni swala gumu sana. Wasanii wengi wanashindwa kufanya hicho kitu, lakini Diamond Platnumz ameweza kufanya hivyo, na ni jambo kubwa sana, kitu ambacho cha kujivunia mpaka hivi sasa. Na ukiangalia hizo ngoma zilizotoka mwezi huu tu zina prove kwamba Diamond ndio Godfather wa muziki wa East Africa hivi sasa. Mwezi huu Oktoba Diamond ametoa funzo kubwa kwa wasanii wengi sana. Tukubali tukatae, Diamond mwezi huu Oktoba kuna wasanii ilibidi wajifunze vitu kupitia, na watu wengine ambao wanatamani kufanya muziki inabidi wajifunze kupitia huyu mchizi. Huyu mchizi anaonyesha jinsi gani wasanii watakiwa kupambana ili hadi kufikia malengo. Anaonyesha jinsi gani wasanii inabidi wafanye wafike mbali zaidi. Ndio maana tunaona wasanii wengi ambao wanakuwa karibu yake wanaenda mbali zaidi. Muangalie Mbosokani hivi sasa, muangalie mtu kama Jux hivi sasa, muangalie Zuchu, muangalie Rayvanny, muangalie Harmonize. Au ni baadhi tu watu ambao amehusika. Yani kuna baadhi ya vitu anahusika kuwasaidia, kuna namna unaona wamefika mahali fulani. So tukubali tukatae, yule ni Godfather wa muziki wa East Africa mwanangu. Yani bila upepesa macho, mimi hapa nimesema hivi.